Tumsifu Yesu Kristu. Leo tunaadhimisha Jumapili ya 29 ya mwaka C, mwaka wa kanisa, katika kipindi cha mwaka 2025. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka, sura ya 17 aya ya 8 hadi ya 13. Somo la pili linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 3 aya ya 14 hadi sura ya 4 aya ya pili. Na Injili takatifu inatoka kwa mwinjili Luka, sura ya 18 aya ya kwanza hadi ya 8. Tunayo mambo mengi ya kujifunza kutokana na masomo yetu leo hii. Jambo la kwanza tunalojifunza ni kwamba imetupasa kumweka Mungu kileleni katika maisha yetu kama tunataka kupata fanaka ya maisha. Yaani Mungu aongoze kila kitu, aongoze maisha yetu. Unaona, katika somo la kwanza tunamwona Musa wanapoingia Waisraeli katika vita na Wameleki. Musa anagundua hilo. Anamwambia Yoshua, nenda kapigane, lakini mimi naenda kileleni na fimbo ya Mwenyezi Mungu, ili huko akasali, amweke Mungu kileleni. Mungu peke yake awaongoze, Mungu peke yake awapiganie, maana vita ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo walimweka Mungu kileleni, na kwa kweli walishinda kwa sababu walimtanguliza Mwenyezi Mungu. Hayati Abdara Mario Mgurunde wa jimbo kuu la Tabora alikuwa na msemo kwamba katika maisha yako mpe Mwenyezi Mungu nafasi ya kwanza. Yaani Mungu awe wa kwanza, atangulie kazi, shughuli zako zote, mweke juu, mweke kileleni. Hata waimbaji, kuna mwimbaji aliwahi kuimba kwamba Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Kwa hiyo Yesu ukimweka enzini, Mungu ukimweka kwenye enzi, kila kitu kinakuwa sawa. Sisi tulioko katika safari hii ya kuelekea kwa Baba, tuko vitani. Ili tuweze kushinda na kufika huko, ni lazima tumweke Mungu kileleni, lazima tumweke Mungu enzini, na kila kitu kitakuwa sawa. Jambo la pili tunalojifunza kutokana na masomo haya ni kwamba tunawahitaji ndugu zetu, tunahitaji msaada wa ndugu, jamaa na marafiki. Sisi wenyewe hatuwezi kwenda peke yetu. Ndio maana Waswahili walisema umoja ni nguvu, lakini utengano ni udhaifu. Unaona, katika somo la kwanza, Musa pamoja na nguvu aliyokuwa nayo, pamoja na kumweka Mungu kileleni, enzini, akasali, lakini baada ya muda mrefu wa kusali alichoka, akalegea. Fimbo ya Mungu ikaanguka na Waisraeli wakapigwa, maana fimbo ya Mungu kusimama ilikuwa ni ishara ya Mungu kuwa enzini. Lakini ilipoanguka, maana yake Mungu hayupo tena kileleni, hayupo tena enzini. Lakini sasa Huri na Haruni wakamtegemeza, wakamketisha kwenye jiwe, wakasimamisha mikono yake, wakaishikilia, wakamshikisha fimbo ya Mwenyezi Mungu, mikono yake ikathibitika. Mungu akarudi tena enzini, na wenyewe wakapigana kwa nguvu hiyo ya Mwenyezi Mungu na wakashinda. Kumbe ni lazima kila wakati kupata msaada wa ndugu zetu. Musa alikuwa ameshashindwa, lakini sasa msaada wa Haruni na Huri basi ukamtegemeza, akapata nguvu na taifa likapata ushindi. Kwa hiyo tujenge tabia hiyo ya kutegemezana, kusaidizana, kuelekezana, ili Mwenyezi Mungu awe enzini na sisi tutapata ushindi katika safari yetu. Jambo lingine la muhimu sana tunalojifunza kutoka sasa kwenye Injili takatifu ni uvumilivu na udumifu katika sala. Kwa hiyo tunaposali, wakati mwingine Mungu hujidai kwamba hasikii, lakini Mungu anasikia. Kuna kitu anachokitafuta. Mungu anatafuta imani, na imani inathibitishwa kadiri ya maandiko matakatifu tunayoyasikia leo, inathibitishwa na uvumilivu katika sala, udumifu katika sala. Unaona, yule mwanamke mjane alipoenda kuomba kwa yule kadhi dhalimu, hakuchoka kumwomba, ingawa kadhi dhalimu hakutaka kumsikiliza, hakutaka kumjibu, hakutaka kumsaidia. Lakini kwa jinsi yule mwanamke asivyokoma, asivyochoka, asivyokata tamaa, asivyoondoka, anamsumbua kila wakati, yule kadhi dhalimu ikambidi amuite mdeni wa yule mwanamke na kumshurutisha kumlipa yule mwanamke ili amuondolee usumbufu. Kwa hiyo Yesu anasema sisi lazima tuwe wasumbufu kwa Mungu, lazima tuombe bila kuchoka, ili Mungu aone kule kuomba kwetu, kwa sababu mbele ya Mungu
Uvumilivu na udumifu ni ishara ya imani. Kwa hiyo tutaonekana wenye imani thabiti na kubwa mbele za Mungu kama tunakuwa wadumifu na wavumilivu. Basi tusikate tamaa katika kusali. Unaona, Yesu baada ya kuongea hayo anauliza, lakini je, mwana wa Adamu atakapokuja atakuta imani yoyote duniani? Maana watu si wavumilivu, watu si wadumifu. Wakisali hawapati kwa muda wanaotaka wenyewe, basi wanafikiri Mungu wasikii, Mungu hawapendi, wanakata tamaa, wanaondoka. Lakini Yesu anatutaka tuwe na imani thabiti kwa kuwa wadumifu. Kwa maneno haya Yesu aliona nini? Mambo ambayo yanaendelea wakati huu, na hisi ndiyo Yesu aliyoyaona. La kwanza ni kwamba kwa wakati huu tunapoishi, watu wanaomba na hawaamini kwamba watapata hicho wanachokiomba. Kwa hiyo wanaomba kama kufanya bahati nasibu. Wanaomba kwamba liwalo na liwe, akipata amepata, asipopata basi. Wanaomba bila imani. Yesu anauliza, atakapokuja atakuta imani duniani au atakuta watu wanacheza bahati nasibu katika sala? Anahitaji imani thabiti inayothibitishwa na udumifu katika sala. Lakini Yesu anapouliza atakapokuja atakuta imani, ameona kwamba watu wanaomba yale wanayotaka na wanataka wayatapate kwa namna wanayotaka wao wenyewe. Ni kana kwamba Mungu hana uhuru wa kufanya anachotaka wakati anaotaka kwa watu wake. Wanataka wao wakiomba wapate wanachokitaka kwa namna wanayotaka wao wenyewe. Sasa hiyo sio imani. Kwa hiyo lazima tujiweke sisi na yale tunayoomba mikononi mwa Mungu na kumpa nafasi afanye anavyoona yeye mwenyewe. Zaidi ya hayo lakini, watu kwa wakati huu wanaomba na wanampa Mungu masharti ya maombi yao. Yaani badala ya kwamba sisi tuombe alafu Mungu atupe masharti ili tuweze kupata tufanye nini na nini, ili akitupa tufanye nini na nini ili tuweze kumpendeza, sisi ndo tunampa masharti kwamba tumeomba na tunamwekea masharti ya maombi yetu. Ni utovu wa imani. Lakini wapendwa, zaidi ya hayo ni kwamba watu wengine kwa wakati huu wanamuomba Mungu na hawataki kupata majibu ya maombi yao. Badala yake wao ndo wanataka wampe Mungu majibu ya maombi. Wanaomba alafu wanampangia na Mungu majibu ya maombi. Sasa kwa nini tunaenda kwa Mungu kama tayari majibu tunayo na tunataka yawe hivyo? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anataka imani thabiti hata pale anapochelewa kujibu. Lazima tuwe na imani thabiti na kwamba yeye atajibu kwa namna anayoona na wakati unaofaa. Ndiyo maana sasa somo la pili, ili kutufaidia kwamba Kristo atakapokuja ikute imani. Basi somo la pili nasema, basi wewe udumu katika yale uliyofundishwa, udumu katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishiwa, maana unajua ni kwa wakina nani ulijifunza mambo hayo. Wapendwa ndugu zangu, sisi wa Kristo na hasa wa Katoliki tumejifunza kwa mitume, na mitume ni watu amini kwa Kristo Yesu na kwa imani walioipokea. Kwa hiyo imani yetu ni ya hakika. Basi tudumu katika hayo ili Kristo atakapokuja aikute imani. Na tumejifunza nini kuhusiana na swala la sala kwa mitume? Tumejifunza kwanza, tunaposali tusali kwa unyenyekevu, tusali kwa imani, tusali kwa matumaini. Unyenyekevu unatufanya tujiweke mikononi mwa Mungu afanye anachotaka nasi. Lakini imani inatufanya tuwe wadumifu, tusiteteleke. Zaidi ya hayo, matumaini yanatupa uhakika kwamba Mungu atajibu tu wakati wowote anapotaka na kwa namna inayofaa. Lakini tumealikwa kuwa wadumifu, kuwa wavumilivu, tusichoke. Na ndivyo tunavyojifunza tunaposali, udumifu, uvumilivu. Lakini tunajifunza kuwa na lugha nzuri. Mungu sio mshikaji wetu, sio tu jamaa fulani hivi wa mitaani. Hapana, lazima tuchague lugha nzuri tunapoongea na Mungu. Kwa sababu hiyo, na tupeleke maombi yetu kwa lugha inayompendeza Mwenyezi Mungu, lugha ya heshima. Tusimfokee Mungu, maana Mungu sio mshikaji wetu. Zaidi ya hayo, tunapopokea chochote tunachokipokea, kizuri au kile ambacho hatukipendi, maadamu Mungu amekiruhusu ni kizuri, tumshukuru kwa yote. Tushukuru hata kwa kidogo tunachopokea. Wapendwa ndugu zangu, naamini masomo yetu haya ya leo yatatufaidia katika Jumapili hii. Basi tuyashikilie hayo, tudumu katika hayo, na Kristo atakapokuja ataikuta imani kwetu.